habba wa inaba wa qadba. Sasa panakuja vile vitu ambavyo ni mboga mboga, yani zile legumes, vegetables ambazo tunazotumia sisi hapa, ambavyo Mwenyezi Mungu anawaambia hivi, kuleni, ni chakula chenu, nimekuumbieni. Lakini hapa ninapozungumza kuna kitu kimenijia mara moja kwamba nikizungumze kwamba lazima tufahamu ya kwamba ule uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima uendane sambamba, yani ukubaliane. Maana Mwenyezi Mungu alipokuumba lazima akuumbie kile ambacho kitaweka katika uhai wako uweze kuendelea. Kwa kuna ule uwiano, ndio hiki chakula lazima kikubaliane na yale maumbile yako. Kwa lazima upate kila kitu ndani ya chakula chako ambacho kitakufanya ule uhai wako uweze kuendelea. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu anatuambia kuna mboga mboga, kuna zile legumes, vegetables, vitu vya majani ambavyo mnatakiwa mvile. Sasa utaona kuna watu wanaweza kala ubwabwa wake, akala na maharage yake, alafu akasahau kwamba kuna hitaji mboga mboga. Umeshaambiwa na Mwenyezi Mungu wa qadba. Kisha wewe unaacha mtu unakula chakula, unaletewa saa zingine kachumbari ile kachumbari, kuna watu wamekatakata nyanya, wamekatakata kitunguu, wamekatakata saa zingine cucumber, wewe unaangalia, unaweka pembeni. Ukiulizwa kwa nini hauli, anasema bwana, hii nikichanganya hapa inaharibu taste. Ajibu gharib. Sasa angalia kule maana tunashindwa kuwa na ile elimu ya chakula, elimu ya kula, nutrition ni tatizo kubwa, na hatuelewi kwamba Mwenyezi Mungu ametuelekeza nini ndani ya Qur'ani. Huyu aliyetuumba lazima ametuumbia vile vyakula, hakuviumba bure, vina sababu, lazima ule, vinginevyo utapata tabu, utapata shida. Hukula chakula kama dawa, utakula dawa kama chakula. Idhan mboga mboga, vegetables, zile tunasema wainaba wa qadba wa zaituna. Mwenyezi Mungu anataja tunda lingine hapa muhimu ambao ni zaituni. Zaituni, tunasikia mafuta ya zaituni na zaituni. Tutakuja kueleza kwa nini Mwenyezi Mungu anavitaja vitu hivi kwa majina, vina umuhimu mkubwa ndani ya siha ya mwanadamu. Kwa tutakuja kuvielezea tutakapoanza kuelezea mafuta ya zaituni au ile tunda la zaituni lina umuhimu gani, Mwenyezi Mungu kalibariki kiasi gani.